Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'dahu wa ashhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أيها المسلمون، إن الإسلام دين شامل لكل حياة الإنسان، صالح لكل زمان ومكان. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فيا أيها المؤمنون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول تبارك الله في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا فوزا عظيما. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehema kiongozi wa umma, mwalimu wetu, kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya hayo ninakuhusieni kama vile ambavyo mimi mwenyewe ni lazima kuihusia nafsi yangu katika jambo zima la kumwogopa Allah. Ndugu zangu katika imani, hotuba yangu ya leo itazungumzia kuhusu masuala ya kwamba kwa nini tunaomba dua lakini hazikubaliki. Tuna tatizo gani? Kuna miongoni mwa asbabu ambazo kwa nitakazozitaja kupitia aya za Qur'ani na kutumia hadithi moja ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na hadithi al-Qudsi. Ndugu zangu, natarajia hutuba hii iwe fupi sana ili kila mmoja anifahamu kwa nini unaomba dua Muislamu haikubaliki. Una tatizo gani baina yako wewe na Mola wako? Kwa haraka haraka, kitu ambacho mimi nimefanya utafiti kwa mujibu wa Qur'ani, vyakula ambavyo tunavyokula si vya halali, halafu madhambi mengi ambayo kuwa tunayafanya bila ya kujali. Kwa njia yoyote mwanadamu bila ya kubagua, yeye anaingiza tu kwenye tumbo lake, ikiwa riziki ya halali au riziki ya haramu, wala hana ubaguzi wa aina yoyote. Yuko tayari mtu kumdhulumu mtu, yuko tayari mtu kuiba mali ya mtu, yuko tayari mtu kufanya vyovyote kwa kutumia nguvu au kwa kutumia rai au kwa kutumia uongo au kwa kutumia fikra, ili ndani ya tumbo lake aingize kitu ambacho si cha halali. Na ndio maana katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Baqara kuna kwa aya ya 172, yaqulu jalla jalal, Mwenyezi Mungu anasema baada auzu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim,
ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah anazungumza na watu ambao walioamini. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini. Mtu ambaye kaamini antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, anaamini uwepo wa Allah, malaika, mitume wa Allah, kadari ya Mwenyezi Mungu. Sasa Allah anasema kulu min tayyibati, kuleni miongoni mwa vitu vilivyokuwa vizuri, katika mambo yaliyokuwa mazuri, ma vitu ambavyo razaqnakum, tumekuruzukuni, kwa sababu Allah ndiye mtoaji. Sio uibe, sio umnyang'anye mtu. Aya hii walioifasiri wanawachuoni, katika mmoja wa hao ni Imam Nawawi, anaifasiri anasema kwamba vitu ambavyo vilivyokuwa vizuri, ai makusudio vitu vya halali, mtu tukafanya kazi kwa jasho lake, hajamdhulumu mtu, hajamnyang'anya mtu, wala hajafanya ujanja wa aina yoyote, katumia jasho lake au kakirimiwa kitu ikesha akala, hiyo ndo halali. Na hicho ndo kitu ambacho kilichokuwa kizuri, sio biriani. Ramda mtu akila biriani, mwingine anakula muhogo, au mwingine anakula ugali, mwingine anakula wali, ikafahamika kwamba ramda nzuri biriani au vitu vingine, kitu ambacho cha halali unachokichuma bila ya kumdhulumu mtu. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, na mumshukuru Allah tabaraka wa taala, in kuntum, iwapo nyinyi, iyyahu ta'budun, kwa kwa Allah tabaraka wa taala ndiye mnayemwabudu. Basi mkimaliza kula chakula tena mnatakiwa mumshukuru Allah, alhamdulillahi alladhi at'amani wa sakani wa ja'alani minal muslimin, kama kala nabii sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo huu ndio utaratibu wetu, tuishi katika dunia. Katika dunia tusiibe vitu vya watu tukauza. Katika dunia tusiwadhulumu watu, tusiwakamate watu kwa nguvu tukawatoa rushwa za lazima hawana uwezo nazo. Kufanya hivyo itakuwa tunakula vitu ambavyo vilivyokuwa si vizuri kisheria. Kwa hivyo uhalali unatakikana. Wakala taala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, suratul Baqara. Hiyo ni aya ambayo kuwa tushaisoma tayari nyuma. Maana ya hadithi hii kutoka kwa Abu Huraira, radhi za Mwenyezi Mungu zimshikie juu lake, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha tayyib, Allah tabaraka wa taala ni mzuri, la yakbalu illa tayyiba, Allah hakubali isipokuwa mambo yaliyokuwa mazuri. Unachokifanya chochote kiwe kizuri. Kama ibada, basi uifanye vizuri, iwe na utahara. Kama mambo mengine unayofanya yote yawe yanamridhisha Allah, Allah ndio atalikubali jambo hilo. Kama chakula ambacho unapeleka nyumbani, kama chakula ambacho umekichuma, usiwe umemnyang'anya mtu au kumdhulumu mtu au kutumia njia ya uongo na ulaghawi, ukesha ukakichukua ukakipeleka kwa watoto wako, na wewe na familia yako mkawa mnakula chakula hicho. Kama umewekwa mahala unaiba, ujue kitu ambacho unachokula cha wizi kitakupeleka mahala pabaya. Kwa hivyo Allah anasema wa inna Allah amara almu'minina, Allah amewaamrisha mitume bima amara bihi almursalina, amewaamrisha waumini kwa yale ambayo aliwaamrisha mitume. Ya ayuha rusulu, Allah anawaambia enyi mitume, kulu min tayyibati, kuleni vilivyokuwa vizuri, halal, vya halali, wa amalu saliha, na mfanye matendo yaliyokuwa mazuri. Katika aya nyingine, walladhina amanu, enyi ambao mlioamini, kulu min tayyibati, kuleni vilivyokuwa vizuri, ma razaqnakum, vile ambavyo tumekuruzukuni. Tukasema vizuri haimaanishi kwamba iwe biriani au pilau, vitu vilivyokuwa vya halali. Thumma dhakara rajul,
Ikisha bwana mtume akamtaja, thumma dhakara rajula, ikisha bwana mtume akamtaja mtu, yutilu safara, anayetokea kwenye safari, ash'atha aghbara, mtu huu amechafuka, ana mavumbi yamemjaa kwenye kiwiliwili chake, yamuddu alaihi ila samai, akanyanyua mikono yake kuelekea mbinguni. Qala, akasema ya rabbu, ya rabbu, ewe mola wangu, ewe mola wangu. Anaomba dua huyu mtu, lakini wa mat'amuhu haram, chakula chake ni haram, wa mashrabuhu haram, kinywaji chake ni haram, wa malbasuhu haram, mpaka nguo zake ni haram, wa ghudhiya biharam, na ameshibishwa ni wazazi wake vitu vilivyokuwa vya haramu. Fa anna yustajabu lahu, vipi itakubaliwa dua yake mtu kama huyu? Nguo alizovaa ameiba, chakula mahala anachotumia kwa ofisini anaiba, mahala anapokaa anapelekewa vitu vya wizi, madhambi anayoyafanya makubwa. Ikisha ananyanyua mikono anasema ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi, anna au fa anna yustajabu lahu, itakuwaje ikubaliwe dua yake? Watu wa lugha anasema fa anna litaaini lilajizi, hii inatumika kwa kushindwa, bimaana jambo hilo kwamba haiwezekani kukubaliwa dua yake mtu kama huyu, kwa sababu kaingiza vitu ambavyo vilivyokuwa vya haramu. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, unachokula chochote, je, chumo lako ni la halali? Katika maisha yako unaoishi, je, unapofanya madhambi unataka toba kwa Allah tabaraka wa taala, au unaridhika na kuyaona madogo? Haya yatakushusha daraja, dua zako hazikubaliki mbele ya Allah. Kuna kisa kimoja ambacho kilichotokezea wakati wa Sayyidina Musa alayhi salam, wakati ambapo Mwenyezi Mungu alijalia ukame, wakaondoka. Baada ya kuondoka, wakaenda mahala kwenda kuomba mvua. Walipofika mahala kwenda kuomba mvua, Allah tabaraka wa taala hakushusha mvua. Akamwambia ya Musa bin Amran, ewe Musa mtoto wa Amran, baina sufufi almusallin, kati ya hiyo safu ya watu wanaoswali hiyo, rajulun, kuna mtu mmoja akakubuhu kwenye madhambi, kuna mtu mmoja akafanya madhambi yaliyokuwa makubwa. Kwa hivyo huyo fali yakhruj, na atoke. Ndugu zangu, ichukue hii sana hii, katika watu 100 mtu mmoja tu ambaye ana dhambi, Mwenyezi Mungu hashushi mvua kwa dua ya ule mmoja tu basi. Sayyidina Musa alayhi salam akasimama, fanada ila qaumihi, akatoa taarifa kwa jamaa zake, akasema jamani, kama kuna mtu kafanya madhambi na atoke, yeye mwenyewe ananijua, anajijua. Falyakhruj, atoke kati yetu kama kuna mtu kafanya dhambi. Yule mtu akakaa kimya. Ndani ya nafsi yake yule mtu akaona kwamba mimi nikitoka itakuwa ni aibu hii, kwa hivyo nifanye nini hapa? Akarudi kwa Allah akasema ya Rabbi, ewe Mola wangu, ya Allah, nakuomba nisamehe. Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, anta almuqaddimu wa anta alakhiru, la ilaha illa anta faghfir li maghfiratan mindika. Ya Rabbi, usinifedheheshe, nisamehe. Nikitoka mimi hapa ya Rabbi watanijua hawa, na kuomba ya Rabbi nisamehe. Allah tabaraka wa taala faghfara, akamsamehe yule mtu. Ikisha Allah kashusha mvua. Kukaa muda kidogo, Saidina Musa akaona mvua inanyesha, akashangaa Musa. Akasema ya Rabbi, ulisema kati yetu kuna kijana ambaye kafanya maasi, mbona hajatoka na mvua imeshanyesha? Mwenyezi Mungu akamwambia ya Musa bin Amran, ewe Musa, wewe nimeshapatana mimi na mja wangu. Musa akasema ya Rabbi, nifahamishe nimjue na mimi. Akasema la, inna Allah satir, Allah ni mwenye kustiri, Allah ni mwenye kuhifadhi. Basi Allah akamstiri yule mtu. Baada ya kumstiri, wakapata maji na wakaondoka. Hii ichukue kwamba mtu mmoja aliyefanya dhambi, Allah anakataa kushusha mvua. Watu 11 katika karne yetu tuna madhambi, tutaomba dua itafika?
Na ndio maana wanaoiba wote ukiwatajia tutasoma al-Badri wanacheka, na wanaoiba wote ukiwaambia tutasoma dua wanacheka. Hii inamaanisha kwamba tukifanya madhambi yakiwa mengi sana bila ya kuleta istighfaru, dua zetu hazikubaliki. Tukila vitu ambavyo kuwa vya haramu bila ya kujali, dua zetu hazikubaliki. Kwa hivyo ndugu zangu, na kuhusieni hutuba yangu ya leo, tusile vitu vilivyokuwa vya haramu, tusile vitu vilivyokuwa vya wizi, na itakapotokezea miongoni mwetu kufanya madhambi, tuwe haraka kurudi kwa Allah tabaraka wa taala ili dua zetu zikubalike. Kwa hivyo sababu kwa dua zetu hazikubaliki, tukasema wenzetu walikuwa wanakubaliwa dua zao, wao wenzetu walikuwa wako tayari kuwa karibu na Allah na walikuwa wanaleta istighfaru. Sisi tuko mbali kabisa. Allahumma ij'alna mimma istami'na al-qawla fattabi'na sana. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila al-batila warzuqna ijtinaban. Amin amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad warda Allahumma an Abi Bakr Siddiq Taqi wa Umar al-Faruq an-Naqi wa Uthman dhin nurayn zaqi wa Ali al-Wafi radin wa an sittati al-baqin. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban jamila, in kana fi as-samai fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana ba'idu faqribuhu wa in kana harama fatahhiruhu. Rzuqna rizqan halalan tayyiban jamila. Allahumma iftah lana abwaba ilma wa rizqa. Allahumma ihfazna min kulli hasidin idha hasada wa makirin idha makra wa sahirin idha sahiran wa mushrikin idha ashrakan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.